Bwana Yesu asifiwe. Mimi napenda sana kumtolea mfano mtu yule ambaye alisulubiwa pamoja na Yesu Kristo. Wale watu wawili wale waliokuwa pembezoni na Yesu Kristo. Yule mtu mwingine alikuwa mtu mwenye kiburi na mwenye kejeli, na mtu mwingine yule alikuwa mtu mwenye hekima na kutambua kwamba Yesu Kristo anaweza kumuokoa na akafika mbinguni. Yule mtu aliyetambua kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yake atamfikisha mbinguni, akaomba msamaha mbele za Yesu Kristo, akasema, je, usinisahau katika ufalme wa mbinguni. Huyo mtu ukifika mbinguni tutamkuta na atakuwa anaulizwa kule, Bwana, mbona hapa wewe ulikuwa unafanya hivi? Amepata neema ya mwisho. Kwa kuna watu neema ya mwisho itawashukia, wataomba toba siku za mwisho na atakupokelewa mbinguni. Kwa sio wewe wala mimi, ila kuna watu mwingine, pengine ni wewe au mimi, wakaomba toba siku za mwisho wakapokelewa. Kwa usije kajiweka katika hao watu. Kuna watu Mungu ashawaandikia neema. Kwa kama hujawekwa katika hiyo neema, endelea kumuomba Mungu, endelea kuwa pamoja na Mungu, ili Mungu akukumbuke katika unyakuo, katika ufufuo na katika uzima wa milele. Tunakumbushana kwamba kuna leo, kuna kufa. Mimi kitu ambacho kifo ni kitu kikubwa sana, ila nakifurahia pale ambapo ninajua kwamba Yesu Kristo uko ndani yangu, hata nikifa na kufa katika Yesu Kristo. Ila kama sitokuwa katika Yesu Kristo, najua nikifa nitakufa katika kishetani tu, hamna kitu kingine. Nafurahia kifo kwa sababu ninajua nitakufa katika Yesu Kristo. Ila usipojua kwamba unakufa katika Yesu Kristo, lazima uweze kufurahia hicho kifo, kwa sababu hapa duniani tunapita. Sisi tunatamani kuulisi ufalme wa mbinguni. Mimi tamaa yangu ya kwanza ni kuulisi ufalme wa mbinguni. Shauku yangu ya kwanza ni kumuona Yesu Kristo tena. Ili nimuone Yesu Kristo nifanyeje? Ninyakuliwe, nifufuliwe, na kufufuliwa lazima nife. Kwa kufa kwangu mimi ni furaha na ni sherehe mbinguni, kwa sababu mmoja anaenda mbinguni. Ila kama kufa kwako wewe ni huzuni mbinguni, unaenda kwa shetani, inakuwa ni changamoto. Kwa tengeneza mazingira ya kufa ukiwa katika Yesu Kristo. Tengeneza mazingira ya kuishi katika Yesu Kristo. Usipotengeneza mazingira ya kuishi katika Yesu Kristo, huwezi kufanikiwa. Unaweza kufanikiwa katika mazingira tu ya watu, ila katika mazingira ya kusema kwamba Mungu yupo ndani yako atakufanikisha kuenda mbinguni, inakuwa ni changamoto. Watu wengi wanatamani kuenda mbinguni, sio kwamba hawatamani, wanatamani wafike mbinguni, ila wanashindwa kwa sababu ya mazingira wanayoyaishi. Usipompokea Yesu Kristo huwezi kufika mbinguni. Hata kama uwe na sali, hauwezi kufika mbinguni. Lazima umpokee Yesu Kristo, ndipo utafika mbinguni. Hauwezi kufika mbinguni pasipo kumpokea Yesu Kristo maishani mwako. Kwa ukimpokea Yesu Kristo ndipo utafika mbinguni. Endelea kusoma vitabu, endelea kuabudu, endelea kumpokea Yesu Kristo akae ndani yako. Upendo wa Yesu Kristo ukae ndani yako. Upendo wa Yesu Kristo ukikaa ndani yako, utakufanya wewe uendelee kumwazimisha Yesu Kristo. Umeona? Tuendelee kubarikiwa, tutaendelea na mafundisho zaidi na zaidi. Amina, barikiwa na Bwana.